Kifaru TV. What's trending? Kuna vitu zina trend worldwide hapa na pale. Tukiangalia pande za majuu, vita ya Iran, vita ambayo ina consist the Gulf countries. Gulf countries tunaongelea countries kama Jordan, Arabia, yani ziko mingi. Wanasema a total of 8 countries. Sasa kuna epic fury ambayo US wameanzisha na Israel. Ati wanalipua kulipua. Angalia, yani watu wanachomeka ati Oliel. What's happening? Kwani start of World War 3 ama kunaendaje ama ni World War 4? Hatuelewi. Tumefika World War ngapi by the way? Mtuambie hapo kwa comment section. Mimi nafikiria ati ni World War 4. Mwingine alikuwa ananiambia World War 3. Wanasema ati hawa ndio wana control Africa, wana control the world and it's yani ile GDP na vitu kama hizo ati dollars and rands ndio wanapigana. Sasa ukiangalia wamefanya mashambulizi, angalia the US. Ukiangalia US wamefanya mashambulizi hapa na pale. Wamepiga Iran nayo inalipua huku. Unasikia masubmarine pia zinaangusha maship. Yani ni maswala tu mengi. Ukiangalia eti sasa missiles ndo zinatumika. Ukiangalia nitakuwa nakuwekea picha hapo ya missile ambayo iliingia wrong destination. Watu wakapiga pozi zao hapo na picha. What do you think about hii vita ya US na Israeli combined against Iran? So the Middle East is really shaken kwa sababu vita hii italeta shida kwa sababu economically utapata vitu zitapanda kwa sababu ukipata mafuta mafuta hii ya pikipiki, ya gari na mafuta ya ndege mostly zinatoka pande za Middle East. Do you think the next April wakitangaza prices zitakuwa zimeshoot ama nini? Wengine wanasema zitakuwa zinaelekea 300, wengine 200. Ani sisi letu kungoja tu kwa sababu watakuwa natuambia kuna enda aje. Others, share your thoughts about hii vita ya Iran, hii vita ya US, vita pia vita ya Middle East hii. Do you think it's the right move? These states wanataka kuonesha nani ni nani. Ukiangalia ule mkubwa wa Iran anaitwa Ayatollah. Alipigwa risasi, alilipuliwa na missile na akafariki dunia. Sasa mtoto wake ndiye atakuwa anamrithi pale. So guys, do you think hii vita itakuwa of benefit ama ni ile tu states zinaonesha ati nani ako na nguvu, nani ako na zile weapons hatari? Share your thoughts kwa sababu hii imekuwa noma. Imelemaza shughuli za usafiri. Ukiangalia pale JKIA wanashindwa kuendelea pande zale za Dubai. Sababu mimi ilikuwa niende kule Asia, lakini sasa shughuli zetu zikatatizwa. Imagine eti kwa sababu ya vita, ati mtu anapigana huku na huku, ati airspace imefungwa. Sasa imagine hatujafika Dubai, imagine hatujafika Asia. Sasa ni wapi tutaenda kweli? Kifaru TV team huwa tunawaletea live coverage vile mambo inaenda. Otherwise, share your thoughts kwa sababu hii vita unaona Trump anasema ati yeye ndo bazuu, ati yeye ndo anaua watu. Iran nao pia wanasema wametekeleza malipuzi hapa na pale, ati watu wamekufa. Sasa killing people, innocent people bana, in the event sio jambo nzuri. Share your thoughts kwa sababu hii vita inaenda kutu affect economically, sababu Kenya depends solely on fuel bwana. Wakati fuel inakosekana, hizo bells za mafuta zinakosekana, inakuwa pigo kubwa kwa development ya serikali na mambo inakuwa hiked, demand inakuwa juu, na consumer kama sisi ambao sasa tunatumia ama wanasema the motorists tunapata pigo kubwa. Kiangalia wanasema Kim Jong Un, ule president wa North Korea, anasema iwapo wale citizens wake wataguswa, atakuwa anaingia kwa hiyo vita, atakuwa eti sasa ana pia participate. Sasa ni mbaya, wanaonesha hao ma leaders wanataka kuonesha nani ni nani,
eti nani ni mkubwa, nani anaweza, nani hivi, yani ile tu mambo ya kuonana, yani kuweka kwa balance, who is the best. Kumbuka US wako na Bombardier, wako na Neville. Ukiangalia Trump anasema ati amesink sijui how many Iran ships, yani Iran nao wanasema wamelipua sijui wapi za Amerika, yani story mingi tu ile tu, yani kuleta nani ati nani ndio nani, kitu kama World War 3, World War 4, whatever you can say. Otherwise, share your comments na mambo itakuwa best. See you on the next one. Bye bye.